Leo nitazungumzia wajibu na haki kwa mtu ambaye anaenda kufanya kazi nchi za nje. Kama unapanga au tayari unafanya kazi nchi za nje, ni muhimu kujua haki na wajibu ili kujikinga na matatizo kama vile udanganyifu, ukosefu wa malipo ama unyanyasaji. Sheria ya ajira na uhusiano kazini ya mwaka 2004 inalinda sana wafanyakazi ambao wanafanya kazi nchi za nje kwa kuzingatia mkataba wa kazi, sheria za nchi husika, bila kusahau viwango vya kimataifa. Haki namba 1 kwa mtu ambaye anaenda kufanya kazi nchi za nje ni kuwa na mkataba wa maandishi. Hii ina maana kwamba mkataba lazima uelezee aina ya kazi ambayo anaenda kuifanya, mshahara ambao utakuwa analipwa, bila kusahau muda wa kazi awapo kazini. Haki namba 2 ni afya, usalama pamoja na makazi. Mtu ambaye anaenda kufanya kazi nchi za nje lazima wampe bima ya afya, usalama akiwa kazini na nje ya kazi, bila kusahau malazi mazuri awapo nchini. Haki namba 3 kwa mtu ambaye anaenda kufanya kazi nchi za nje ni malipo stahiki na muda wa kazi. Mkataba lazima uelezee ni shingapi au kiasi gani mtu anatakiwa kulipa kulingana na thamani ya pesa ya nchi husika, bila kusahau muda wa kazi. Haki namba 4 kwa mtu ambaye anaenda kufanya kazi nchi za nje ni kulindwa dhidi ya unyanyasaji. Mtu lazima alindwe dhidi ya unyanyasaji awapo kazini kwa kutopokonywa passport au kuzuiliwa kuwasiliana na ndugu zake akiwa nchi husika. Baada ya kujua haki za mtu ambaye anaenda kufanya kazi nchi za nje, unatakiwa kujua wajibu wako ukiwa kazini. Wajibu namba 1 ni kufuata mkataba na kufuata sheria pia. Wajibu namba 2 ni kutunza siri na kuheshimu siri za kampuni. Wajibu namba 3 ni kufuata sheria za nchi husika. Wajibu namba 4 ni kutimiza majukumu yako uliopewa na bosi wako kulingana na mkataba unavyosema. Wajibu namba 5, kutoa taarifa zilizokuwa sahihi. Vitu vya muhimu vya kuzingatia kabla hujasafiri au ukiwa unapanga kusafiri kufanya kazi nchi za nje ni kuwa na wakala mwaminifu kama sisi The Windsor. Tunakukaribisha sana. Ofisi zetu ziko Tip Top Manzese, floor ya 3, jengo la Usanga House.